AIC hizo ni makanisa upatikana Ukambani. Amen. Wewe ni wa kanisa ya AIC. Na wewe umeaminiwa sana kupanda sadaka pale kanisani. Amen. Sadaka ikitolewa kwa ile kanisa yenu, wewe umeaminiwa sana kuipanga. Nataka hata mbele ya nikuombee sana, nikwambie malaika hana furaha na wewe. Maana wiki 2 zilizopita ukipanga sadaka ulipita na 1,000 na uko hapa. Profesa. Sio yangu, lakini umeaminiwa kwa kanisa yenu kupanga sadaka. Yes. Lakini Jumapili 2 zimepita ukipanga sadaka. Amen baba. Uliiba 1,000. Agaiba sadaka. Profesa baba. Nini nani? Habari yako? Tabiri. Unaitwa nani? Karibia hapo. Karibia hapo. Aliiba sadaka. Atakutisha. Unaitwa nani? Naitwa Paul. Paul nani? Mtezi. Mtezi, umetoka wapi? Kitui. Umetoka Kitui. Hallelujah, thank you Lord. Okay. Yenye ulichukua sitaki kuongea sana kutisha. Hapana. Au kuiba? Nilichukua. Ulichukua. Leta sahi. Utarudisha? Nitarudisha. Amen. Okay. Ninaona unahangaika sababu ya mtoto. Ni kweli. Ababu mke wako. Tuko na yeye. Akuja hapa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Asante Jehova. Shalom azika hana. Thank you, Jesus. Patia mama mtoto wake. Huyo mtoto ndiye analeta unabii. Huyo mtoto ndiye mgonjwa. Huyo mtoto ndiye mwenye shida. Huyo mtoto ndiye mwenye shida. Kwa hivyo ni vizuri aombewe akiwa amemshika. Mungu ananiambia mke wako ni Mkikuyu. Ni kweli. Wewe ni Mkikuyu. Umetoka Kikuyu ya wapi? Amen. Umetoka Nyeri. Wanaitwa nani? Mwite tufanyie maiki, please. Hii si masaa ya kuleta mchezo. Nataka kumaliza hii nabii niombe watu. Unaitwa nani wewe? Unaitwa Achuka. Aha. Huyo ni mtoto wako wangapi? Hallelujah. Lakini watoto wote wale umepata, hakuna hata mmoja ako hai isipokuwa huyu. Thank you, Jesus. Tabiri baba. Profesa. Profesa. Acha niambie, mapepo inafanya kazi sana. Ninaona vizuri mlibarikiwa na mtoto mzuri sana. First born alikuwa mtoto kijana, mkamuita Mumu. Mumu kikapa ni kusema nini? Mungu. Neema. Kusema neema. Mlipata mtoto wa kwanza kijana mkamuita Neema. Ninaona kitu ilifanyika na inanishangaza sana. Maana malaika ananionyesha ulipoenda kazi mama akabaki nyumbani. Kile ulipigiwa simu kaambiwa hata leo hujawahi amini. Na ilifanya ukachukia mke wako na kwanza mkaachana kwa muda. Ni kweli. Sababu mtoto wako mama akifua nguo hizi alipata mtoto kwa kitanda, hajaona mtu yote akiingia, lakini mtoto alipatikana amewekwa kwa paper bag na akiwa amekufa. Ni kweli sasa. Kweli ama si kweli? Ni kweli. Mtoto wa pili, ulipopata mtoto wa pili alikuwa mtoto msichana. Ni kweli. Karibieni hapa. Na ulipopata huyo mtoto, kuna mtu alikuja kuona huyo mtoto na alikuja na marafiki zake, na badala
ukamname after their mother, either mama yako ama mama ya msichana, mulisuggest huyo mtoto mkamname after your sister. Ni kweli. Kwa hivyo huyo sister alikuja ili kuona namesake wake, akakuletea hii rinda umevaa saa hii. Kama ungejua kile kinakula watoto wako ni hii rinda umevaa. Jesus name. Ilikuwa sorry. Wasaidike baba. Wasaidike. Mtoto hata akilia mshikie. Wasaidike. Anything can happen from here now. Yeah. Mtoto wa tatu mkazaa. Hata huyo kufika nyumbani tu akakufa. Na sasa bila kuongea sana, ile shida vile mtoto wa pili alikufa akiwa naenda choo iko na damu, ndivyo huyu ameanza kwenda choo iko na damu. Ni kweli pastor. Hiyo hata ndio imefanya Hiyo ndio imefanya mkuje. Inua mikono sema Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Umetoka kijiji gani? Kabati. Kabati. Mahali kunaitwaje? Kijiji yote kabisa. Yeto wa Kabati. Yeto wa Kabati. Kabati kama Kitui. Ni bwana. Mungu anasema hivi. Nikiwaombea saa hii. Mungu anasema leo nimalize mlogi mwingine. Yes. Mungu anasema nimalize mlogi mwingine. Waweka kwa faili moja. Umekuwa ukipoteza nguo za ndani kila wakati. Kila wakati. Na haujui zinaendanga wapi. Sijuangi. Ujuangi. Nitakuelezea mahali sipo. Unajua mtiso? Ni nani? Ni mwezi. No mwezi. No. Ni nani? Kigaba ni nani ni? Kuna wakati tulikuwa tumeenda kuomba usaidizi kwake. Pole. Ulikuwa umeenda kuomba usaidizi kwake. Aliwaambiaje? Akatuambia tumpelekee ngiri 20. Huyo mtiso. Ni pastor ama ni mganga? Ni kama alikuwa mganga. Na aliwasaidia aje? Kuna vitu alitupatia akaniambia niweke hapo chini ya kitanda. Na mlibeba? Na mkaweka? Ulionyesha mama? Alikuwa ameniambia nisimuonyeshe lakini baadaye aliona. Mama alirudi kuona. Niambie hivi. Kuna kawembe huyo mtiso aliwapea na akawaambia mwe mnaitumia kunyoa mahali fulani na msiwahi tumia ingine na mpaka saa hii mko nayo na imezeeka. Lakini alikuwa ameniambia nisiambie mama ama imetoka kwake. Lakini ndio unatumianga na mama ndiye anatumianga. Hebu niulizie neno yako, wewe unatumianga nini? Kwenda huko. Okay. Watasaidika. Wewe ngoja. Wacha story. Ya kunyoa kichwa, nani unanyoa? Wewe tulia. Kichwa. Kanyo ila ndio. Wewe ndio uko na mafikiri ya kishetani. So, nisikize. Wangapi wanasema hii familia ndogo isaidike? Wasaidike baba. Nikiomba saa hii, huyu mtoto anapona saa hii. Nasema anapona saa hii. Alafu nikiomba saa hii. Maana mwenye ametoa watoto. Hii ni familia ndogo sana. These people are very young. They look young. Very young. Na kama mtu amejitolea ajifaidi na familia hii ndogo hivi.
Ninaona hata fare ya kukuja hapa mlingangana. Na hata hiyo siku uliiba pesa kwa kanisa, ni vyenye uliona kumeharibika. Usaidike. Mimi ngoja nikwambie, ngoja hivyo natabiri, ujaribu kuniiba siku moja. Mungu aliame sadaka Niangalie baba. Niangalie. Kama ninaona ya IC kibiwa, wewe ujaribu. Haleluya. Wewe. Lakini mwana nini wewe Mungu ni Mungu yangu fakia leo. Oh. Tuombe tusipate na kushinda mama kama hiyo. Ati Tusipate na kushinda kama hiyo ni mashine. sasa ikikupata utakula sadaka. Hapana. Oh, Usiangalie huko. ila mimi nasema Bwana nisaidie. Bwana nisaidie. Weka simu yako hapa. Simu, lete simu, lete simu. Mama ndiye ako na touch, mzee ako na katolilo. Si vibaya kuweka mama vizuri. Mama anavaa kule akishiba na wewe unakula. Nataka niombe hizi simu zenu. Amen. Huyo mama nikiomba saa hii. Yes. Ili ujumbe umefika hebu kwa prophetic note. Yes. Prophet. Yes. Prophet by calling. Yes. Nataka nikiomba saa hii. Yes. Huyo mama ndio mjue ninaambia kitu Mungu ananifunulia. Yes. Ataanza kuwasumbua nyote na simu. Atakupigia ukikata, anapigia huyu. Akitaka kujua mko wapi. Maana huyu mtoto akipona, yeye ndiye ataanza kupuaka ndio huyu mtoto anapona. Katika jina la Yesu. Yes. Nakamata anga ya huyu mama. Yes. Ambaye ametesa hii familia. Yes. Ameuza watoto wa hii mama wameisha. Yes. Na hata huyu mmoja amempatiana. Yes. Ninaachilia moto katika anga yake. Yes. In the mighty name of Jesus. Nitaongea na nyinyi akianza kuwatafuta. Simameni hapa. Amen. Sasa malaika wangu ameenda huko. Amen. Malaika wangu wako huko saa hii. Yes. Ibada ya Sunday, kama uko kwa ibada ya Sunday, inua mkono. Jishune sikio na ujune vizuri mpaka usikie uchungu. Sema kutoka leo sitakosa kwa ibada tena. Na pepo ya kuogopa mvua ni kama mimi ni udongo. Ni kama mimi ni mwenyewe ile nilivyo tuko tuwe. Sasa sema amen. Hiyo ni adabu inatosha. Asante, tuendelee na ushuhuda na tutabarikiwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Paul Mutisia, nimekuolanga liko ya Kitui, kuolanga liko ya Kabati. Hapa ni wale tuliombea sana. Kwa hiyo Bwana makofi mazuri. Hapo yule mtandao ipete tutafsiria kikamba kuja haraka. Yule utueleza na kikamba ndio harakisha. Tuweze kusikia Mungu amefanya nini. Amen. Amen. Nasia tuasie yu ni tuasie mbea. Anasema anaitwa Paul Mutesi, anatoka Machakos Kabati. Walikuwa kwa ibada ya Jumapili, wamerudi kwa shukrani kwa vile Mungu amewatendea. Tuasie kumatuma bao ndo kasi watoboe tutone kama maseo. Kutoka baba waombee nabii mkuu, wameona makubwa ya Mungu. Ndo mwana hemu wao yundo kuwa nesa. Mtoto wao alikuwa mgonjwa na kwa wakati mrefu sana, lakini kwa sasa amepona kabisa. Yu tunamutwae hospitali kula Kitui Mandi. Ilikuwa ndo leo tumutunge kuo. Walikuwa hospitali pale Kitui kwa sababu daktari alikuwa amewapatia appointment ya kurudi, na vile wamerudi wamepata mtoto wako sawa. Wanashukuru Mungu sana sana. Na yuto asia yu nombaka toke baenge kuo ndo ndosu tiyo ndo za ukananguo. Wanasema waliamua warudi tena hapa washukuru, kwa maana si kitu ya kawaida, walikuwa wamezunguka sana sana. Yuto asia mbea mwanoi mbea kwenye kwenye ina kwenye pasta.
kutumia nabii, kupitia nabii kwa mtoto wao amepona. Iko ndo na mwele kipetiki hapo kia nengetwe. Twalie kwa mevili chie. Tueleze. Anasema hata vile vitu alikuwa amepewa na huko kwa Motesia na hata ile nguo bibi yake alikuwa nayo hapa washaichoma. Amen. Yule tu amevili tuwasenye mnoko ndo watu amevili chie unatuidivo tuelie nyamu. Walipochoma hiyo nguo kesho yake hiyo Monday, walipomaliza kuichoma kuna mdudu walipata hapo mkubwa sana, mnyama. Yuto asema toa yuweki mkeo. Mnyama gani? Nyoka ndio inaitwa nyamu. Walipata nyoka kubwa sana. Walipata nyoka wapi? After kuchoma hiyo nguo, mali walichomea. Ile nguo alikuwa amepewa na yule mama mchawi. Ndio. Unasema mlipoichoma. Mahali mlichomea. Mlipata nini? Nyoka. Asubuhi yake. Na hiyo nyoka iko wapi? Ilienda. Hamukuua. Endelea tusikie vile Mungu amefanya. Hiyo tokena sasa mpaka toke hapo ndo wana nyamwesu ni atumie tu asema ndo timu kweli. Wakasema wacha warudi hapa washukuru kwa maana walishangaa kwa hiyo nyoka, hawakuwa wanategemea wataona kitu kama hiyo. Roba ngine enda konenga mwanya na kiasi ya ungo tone. Anataka kupatia bibi yake na wakati pia yeye ashuhudie vile ameona kutoka hiyo siku. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Wachuka, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Anaitwa Washuka na ameokoka. Kitu ya kwanza ni kusema kwa hii madhabahu kuna Mungu. Amen. Sijui nimwambie nini wapendwa. Hakika kuna Mungu juu ile siku tulitoka hapa nilikuwa na appointment hospitali. Tulipoenda hospitali mtoto alikuwa akienda ugonjwa anafuja ndani. Tulipoenda mtoto alipigwa picha, akaambiwa ako sawa na kutoka hiyo siku mtoto hajawahi kuja ndani. Jamani watia Bwana makofi mazuri ya shukrani. Huyu ni mtoto wangu wa tano, wa kwanza nilimwambia kama wa kwanza alienda akaniacha, wa pili, wa tatu na wa nne, huyu ndo wa tano. Namshukuru Mungu tu nimeona kuna Mungu kweli juu hata huyu sikuwa nadhani naweza kuwa na yeye siku ya leo. Ile magonjwa yake alikuwa nayo imeisha. Yule mchawi wetu Esther ametuacha. Leo ripoti ya Esa akiwa amekufa imekuja. Sasa ijayo mrogi wako awe kaburini. Ninasema fire. Endelea mama. Alituacha siku ya Thursday. Jioni ndo tulipigiwa simu tukaambiwa sister yake ametuacha. Ile siku tulitoka hapa tukielezewa ile siku tulikuwa hapa kwa hii madhabahu. Plezeni alikuwa alianguka na kukimbizwa hospitali na ambulance. Alianguka Sunday. Wakati simu ilikuwa inapigwa. Leo kuna mtu anaanguka kwa ibada. Sema leo. Sunday tulifanya hivi. Fanya hivi, sema masani mbaya. Sema akiwawekelei. Simama, mbona umepiga magoti? Ulilipa sadaka leo. Na tena naye ndiye. Alitoa. Ulitoa? Nilienda na madhabahu kwa Bwana na mdali.
alikuwa kwa kanisa yao yeye ndio hesabu sadaka. Sasa alipokuja hapa Sadi katika laini ya malaika akanionyesha aliiba sadaka. Sasa anasema alirudisha. Kama alirudisha, Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni awalinde na Mungu wa mbinguni waonekanie, na mkitoka hapa muendelee kupanuliwa mipaka na Mungu. Amen. Malizia ndio tusikie ushuhuda wa mtu mwingine. Alipofika hospitali alikuwa paralyzed side moja. Wakakaa hadi Thursday kitu jioni ndo alituacha, tukapigiwa simu. So tulikuwa tumekuja kusema ni asante na kuuliza ama tunaweza enda hiyo mazishi. Waende wasiende? Wakashuhudie ama namna gani? Na huko ukabani, maana sehemu nyingi zinakuanga na mawe, watu wa kuweka mchanga, wewe urushe jiwe. Badala ya kurushia mchanga, wewe ulokote mawe, useme kibe moyo kwa wengi. Mtu mahali sema amen. Utaenda? Ni sawa. Amen. Alafu ile ingani ilichoma, after kuchoma asubuhi kuamkia tulipata njivu, haiko, ni nyoka kubwa sana. Hatukuweza kuiua, ilienda. Ukitoka hapa leo, ile maombi tunafanya hapa, hiyo nyoka muipate hapo nje imekufa. Hiyo amen iko na corona. Nasema muipate imefanya nini? Imekufa. Mubarikiwe sana. Amen. Na neema ya Bwana iwatosha. Amen. Kuna shukrani kidogo tulikuwa tunataka mtusaidie. Tutoe hiyo shukrani. Mwamke chenye mtu anacho atusaidie. Amen. Ndio pastor tunena ngiri mwe na ngiri siku basa bale nitwe kwanza imetokea ngoje nitwe mpaka kia mtu aumia manene twatiwa na maana nyanya imana nyanya moto kwenda tungia kuimwe Amen. Roho kama hii ibarikiwe. Amen. Amesema walikuwa na ngiri wakakula shukrani wakakula. Walikuwa na 1000 wakikuja wakakua jao wakakula 200 wanataka kushukuru kwa hiyo. Lakini ukitoka nyumbani ulikuwa na hiyo ngiri ukisema hii ndio utashukuru nayo. Na ukakula 200. Unajua kuna roho ya kukula sadaka. So ulikula sadaka, sasa umekula shukrani. Hata hivyo sasa nina shida. Naongea tu. Mtu mmoja aseme amen. Ima. Pastor amesema ameanza kuleta shukrani. Tukiwa tu kwa hiyo hali, kama huyu mtoto alipona na hii familia, alafu kuna kitu tuliombea hapa na ninashindwa kuuliza, kulikuwa na shida pale kwa mama, sasa bado liko ama na siyu tusawa pastor Kondo Niko sawa, asubuhi saa 6. Wewe ni baba ya malezi. Kwa hiyo, wewe mtu mahali aseme amen.